ukigwatira tigiti wa shiringi 100 tu ukihotanira kimathika gia shiringi 50,000 na umuthi ni gukorwo giheana 100,000 cash money de hakwe kunengera mundu shiringi 50,000 cash money ogwikatia thini wa pay bill M-Pesa pay bill wadike na beo 701010 M-Pesa utume shiringi 100 tu ogore tigiti account name wadike Kameme na wikare hau nego kuhurira thimu waya gukorwo ni wiokoinukie kimaji kagia shiringi 50,000 kahida gatari shoho 701010 pay bill number Kameme account name utume tigiti wa shiringi 100 tu peke yake go booster biashara yako kana wambiririe biashara yako na shiringi 50,000 cash money. Mheshimiwa tugwikatia Kenya inataka mabadiliko. Wacha nikwambie, ukiangalia mahali tulipo katika nchi yetu ya Kenya na ile utajiri tuko nayo, halafu angalia ile maskini tuko nayo, hazilingani. A time has come for us to say, viongozi ambao wamekuwapo wamefanya kazi yao. Lakini kweli hii kazi wamefanya haijafikia mahali tunapaswa kuwa, na tunarudishia asante. But it is time for us to reject all these old systems na tuanze upya. Tuanze upya. Unajua time inakujanga unaambia mtu let us start afresh. Sinakuanga hivyo. Tukiona mambo imeenda mbaya, tumekuwa tukiona 2007, tumeona kutoka 1969, 71, tumeona Kenya. Inafika wakati tunasema can't we just start anew? Let's start afresh. Yes. Na ndio mimi nikasema nitaomba kiti niwe president wa nchi yetu ya Kenya kwa sababu kompyuta ya Kenya imehang. Inafanya nzinzinzinzinzinzinzinzi. Haijui inaelekea wapi. It's the same pattern. Lazima mtu akuja afanye reboot button. Na ukiangalia wa Kenya lazima wakubali ya kwamba we must stop following all these people, the same people, kwa sababu hawa viongozi ambao wamekuwapo ni nini watafanya ambacho hawajaweza kufanya hivi sasa kulete kazi katika nchi yetu ya Kenya. Unaelewa? Hata Biblia inasema ama sijui nini inasema ya kwamba ni mjinga tu anaendelea kufanya the same thing mistakes, the same way na anasubiri kupata mabadiliko. There will not be any change. So I'm calling upon Mount Kenya. Wacha niwaongeleshe nyinyi. Naambia kwamba wakati umefika wa kurudisha Kenya mahali Jomo Kenyatta na wale walikufa Kadedan Kimathi walitaka Kenya ikue. They dreamt of Kenya being like Hong Kong. They dreamt of Kenya being like Brazil, being like Australia. Lakini we are not there today. But you need somebody, a safe pair of hands, a peacemaker, somebody who is close to you, who can return this country to where it was. Hatutaki mtu yuko na vengeance. Mimi naomba kiti hiki kwa sababu naelewa, nimekuwa government spokesman, national government, naelewa nikiwa hapo na Kibaki na Mudhaura na wengine how the national government runs. Nimekuwa governor 2 terms. Naelewa how the county governments run. Niko na experience. Nimeishi ngambo over 15 years. Nimesomea Marekani, nimesomea na kufanya kazi Australia, nimefanya kazi Dubai, nimefanya kazi ulimwengu mzima. I understand the economics of the world. Najua vile uchumi unaweza inuliwa. Mimi nikiwa president wa nchi yetu, nitarudisha ile 7.1 ilikuwa ya Kibaki tufanye 10% economic growth. Wanabiashara wapate pesa. Tuongeze kazi, we explore, we expand the basket. Wakulima wetu wakuwe najua unaweza lima na unapata pesa. Ni reduce taxes. We are taxed too much in this country. Mimi na mpango wa kuweka lami every constituency. Opening it up. It's very easy. Nimeifanya Machakos. Kujeni Machakos muone. Nimejenga barabara za lami with a little money. Kwa sababu I know how it is done. At the cost, the real cost, wacha inflated cost ya corruption. Tuweze kuinua nchi yetu ya Kenya. I will create 5 million jobs corruption in 3 years. Deal nayo aje. Corruption is very easy to deal nayo. Three ways. Corruption ni mambo ya judiciary. From the time somebody is arrested to the time they are done with should only take 6 months kama political petitions. So I will empower the judiciary na to set new rules kaichi na Chief Justice tuseme these are courts for corruption. Unapatikana unafungwa mara moja. Hii mambo ya kesi inakaa 2-3 years, mtu ni innocent anakaa 2-3 years anatupwa nje, si mzuri. Mtu ni guilty anatumia ile pesa ameiba kuharibu, si mzuri. Number 2, any judicial officer who receives a bribe for anything, wacha corruption peke yake, gets life in prison.
People must know nikienda kotini nipoteze kesi yangu ya shamba, nipoteze kesi yangu ya biashara, nipoteze kesi yangu, sio kwa sababu judge alionekana ama magistrate alionekana, ni kwa sababu my lawyer hakufanya kazi nzuri ama hiyo kesi I was supposed to lose. Fairness. Umenipata? Na tatu, we must have a country where we recover our assets na pia tufanye procurement ya haki. Watu wananiuliza, Mutua, wewe umejenga barabara, umejenga stadiums, umejenga People's Park, umefanya hii mambo, umeondoa njaa Ukambani. Unajua Machakos hatupewi food relief sasa. Tumeweka tractors na pia mbegu ya bure. Where do you get the money from? The money is there. Ni kwa sababu Mutua, I don't do deals. We buy things at cost. Hakuna mambo ya inflation. Barabara tunajenga at cost. Mtu biashara anajua atajenga pesa yake vizuri, hakuna hongo anapeana. Business is able to move na watu wana grow. So I'll be able to end corruption. Na isitoshe basi, mimi I'm looking at a way whereby we can grow jobs. How do you grow jobs? Through reviving the small and medium enterprises. Mimi nitajenga factories in every constituency by building business parks and bringing investors. Every constituency. Hakuna haja watu kwenda nje. You get jobs where you are. So that uko kazini hautumiwi kuambiwa shike 1000, shike 500, uende ukachome barabara upigwe risasi ukufe. So that our people are engaged. I'll bring a new way. I will accelerate development ya Kenya turudi mahali Jomo Kenyatta alitaka tukue during independence. Mahali Kibaki aliachia, where we should be. We are great people. We are innovative people. We need a young, energetic leader. But most important, tunataka mtu wa kuunganisha nchi yetu ambaye ana vengeful spirit, ana violent spirit. Mimi Mutua, hakuna mtu amenikosea ati nikiingia hapo nitaanza revenge. Hakuna mtu nitafunga. Hakuna kabila nitasema wao alinimaliza. Hakuna mtu nitagongea chini, hapana. Mimi ni mtu wa msimamo. Mimi najua kama nikiwa president I will be embraced by all Kenyans and I'll embrace all Kenyans. Kuna viongozi hapo wanafikiri wamedhulumiwa na wanajulikana spirit yao. Unajua kuna watu wako na spirit ya violence. Kuna watu wako na spirit ya ubaya. Watu unaangalia hata macho yake akiongea, unaona huyu mtu akiingia power anaweza maliza hawa na hawa, anaweza kufunga hawa na hawa. Vengeful spirit. Tukienda hapo we'll be divided, those countries will become a banana republic. Uchumi utadidimia, hakuna kazi, watu watakufa kwa barabara. So you want somebody, sisi wapiga kura wa Mount Kenya, nyinyi mtapigia mtu kura, mtapigia watu kura, wanaambiwa ni huyu ambaye unajua in the back of your mind yuko na spirit ambaye anaweza choma Kenya. Utafanya hivyo watoto wako na watoto wako waishi nchi ambayo ni mbaya kabisa kuliko ilivyokuwa hivi sasa. So nikaambia wa Kenya kwamba let us start afresh. I am young, I am energetic, mimi ni wenu. You know, hata mimi naitwa Nganga, mimi ni wenu. Watoto wangu wako na damu yenu. Mimi nikiwa Mount Kenya niko nyumbani. I am at home, I am one of you. Sasa kwa nini tuende mbali? To get somebody who unajua si Mkikuyu lakini bado ni wetu. Atatuchunga, anaelewa biashara, who will protect us. Mtu unajua ya kwamba akina mama na wasichana wangu wa Mount Kenya wanafanya kazi day in day out. I want them to have more money in their pockets, wachunge watoto wao. Haikuji wanajisimamia. Vijana wetu wana nguvu, waache kutumiwa kuchoma barabara. Wakuwa wanaweza kufanya kazi, si kunywa pombe peke yake, kwa sababu watu wa Kikuyu wanajulikana wa Mount Kenya, ukimpatia nafasi ya kufanya kazi, atafanya kazi. Wanabiashara wetu, they want to just be able to have a consistent government whereby we are stable, they can do their business and make money everywhere in this country without divisions or kabila. Kila wakati kuambiwa blame game. Umeona hii wakati wa election, you know, the Mount Kenya are always blamed. Wanaambiwa ati nyinyi mmefanya nini, mmefanya. They always blamed. Why? Because it's political capital. You're always blamed. You know, watu wote wanaambiwa ati we know you. You know, your name betrays you. Sijui nini, lie down like an envelope. Nini, mnaambiwa all the time. Why? Tunaambiwa hivyo. Why? Because wanaogopa that we are resilient. The Mount Kenya people are resilient. Labda kwa miaka 2 inayokuja, yes. Na asante kwa hilo, na umekuwa rafiki wa Kikuyu sana, umekuwa ukitembea na hata pia umekuwa ukikuja na hapa. Nimekuwa pia consistent. Nilisimama na Kibaki, nikasimama na Uhuru. Hata last time nilikuwa naambiwa Mutua, we ni kijana, si useme tu NASA, Raila tosha, sema tu Kalonzo. Nikisema hapana, kama mimi niko na Uhuru,
kama tutashinda pamoja, kama utaenda chini tutaenda chini pamoja. I said the same for Mwai Kibaki. Miaka mbili, a leader needs to have stability. Ndio imefika mheshimiwa, imebakia ili twende uchaguzi wa 2022. President Uhuru amekuwa akisema tangu mwanzo wa hii miaka 5, wacheni siasa mfanye kazi, lakini siasa, moto wa siasa ushaanza. Kama we ni Uhuru, hizi miaka 2 zinakuja, anataka legacy, unaweza muadvise nini ama unaweza kufanya nini katikati yao? Unajua, I think this has run out of Uhuru's hands. Hawezani sasa. No, ataweza. Uhuru needs to do a few development things. Afanye massive development. Aondoe bureaucrats kwa serikali yake, watu wa ukorofi wa ufisadi wakamatwe, wafungwe regardless of who it is, na afanye massive development. Watu wanataka kuona pesa ikicirculate. That's only legacy Uhuru kanaweza tuachia. Because kwa nini wapigani Ufaransa wanauana? Kwa nini wakikosana kule Australia wauani? Kwa sababu kwa nini wakosani wanauana huko Uingereza ama kule Marekani? Ni kwa sababu we are poor. When you are poor and you have poverty, you will kill each other. The reasons tunaandamana na hii mambo yote kufuata watu blindly is because we are poor. He needs to do something about poverty. Mimi nataka kupigana na umaskini. When I'm the president of this country, I will roll down, poverty. Nitainua wealth, watu watengeneze pesa. Wakenya wanataka an opportunity. An opportunity. You want to transform this country where you can have your dream and make your dream come true. Because tumekuwa nchi ambao matajiri ni wachache, maskini ni wengi. Opportunity is only going to the favorite. Unajua mimi, I've never been favored. Mimi nimekuwa favored na Mungu peke yake. Mimi sijijua mtu amenipiga simu ati andike huyu kijana. Kibaki alinitoa huko Dubai without knowing me because of my work. I become governor. Everything I have done because of God. God is my godfather. People want to have an opportunity. We make dreams come true in this country. And that's what I want to do. And for us to do that, you need a servant president. Ndio mimi nitaanza kuzunguka Kenya hii yetu. Naanza kesho. Kesho niko Meru. Mimi nitakaa chini Meru, nitazunguka hii yote, nikae chini wa Meru niwaambie, when I become your president, what do you want me to do for you? Mimi siendi hapo kwa baraza ati kusimama kwa gari hapo na watu wakuletwe waonekane ni wengi kuwaambia hapana. Me I'm going to listen. Inaitwa listening meetings and listening tours. Nitakaa chini na watu, ni wakati wa COVID, watu wachache kwa baraza huko kwa mikutano, kwa soko, niwasikize, niwaulize ni nini shida yenu hapa Maua? Nini shida yenu Chuka? Nifanye hivyo. Nikimaliza hapo nizunguke huko, nikuje Nyeri, niende Murang'a, nikuje Kenya, because I want to be a president who understands the problems of the people. Sio mtu anakuja na ndege, anaongelesha na anarudi, anaacha mkisi. Labda wakati umeyoyoma, na labda nataka uzungumze swala la mwisho tu, labda uzungumzie watu wa Mount Kenya region. Yes. Sababu ni huzuni sana kwamba labda utazunguka wengine wamekufa. Wawili ungewazungumzia wameaga dunia. Jambo la mwisho tu, dakika moja, wazungumzie na tena sasa utuage. Mimi napenda kusema ya kwamba watu wa Mount Kenya lazima tumwamke. Sisi pale nje sasa tumeanza kuwachekelea. Kwa sababu ile tabia tumeona mkifanya, hii blind loyalty ya watu fulani, hii kuanza kupigana nyinyi wenyewe, na wale wanawafanya wapigane wametoka outside your community. In other words, nyinyi mnatumiwa kujimaliza na wengine outside community. Hii loyalty ya wengine outside your community mpaka mnajiuana nyinyi wenyewe inawafanya muonekane kama wajinga katika nchi yetu ya Kenya. Lazima tujiulize tunaenda wapi. Na ndio nasema ya kwamba hawa viongozi ambao wamekuwapo tunawapa heshima. Nikimalizia, lazima walitutoa wakatupeleka mbele. Mtoto akimaliza standard 8 anamrudishia asante mwalimu, lakini akienda form 1 aendi na mwalimu wa standard 8. Mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga walitutoa kichakani wakatuingiza nasari. Hapo nasari, Moi akatutoa nasari akatuingiza primary. Hapo Mwai Kibaki akatuchukulia primary akatuingiza wapi? Secondary. Tumesema secondary. Tumekuwa hapo na Uhuru Kenyatta, tumekuwa hapo na Ruto, tumekuwa hapo na Raila Odinga. Sasa 2022 tutamaliza secondary. Sasa tunaenda university. Hauwezi enda na mwalimu wa secondary akakufunza university. You need a new teacher. Na hapo the new professor university, a new change, a fresh face, itakuwa ni Dr. Alfred Nganga Mutua. Na kuomba kura yako, tuseme mambo ni fresh na Mutua. We change this country so that we can live like the human beings we are supposed to live. Mheshimiwa, uone kwamba ni mapema sana kuanza siasa? Utachoka miaka 2? Si mapema, lazima. Unajua watu wetu wako under mind control. Okay. Wamekuwa colonized kabisa. Sasa inataka muda
tuondoe hiyo sumu ambayo imewekwa kwa kichwa. Mimi nitaenda patiently as a peacemaker. Niondoe hiyo sumu, niwaambie kwamba life can be better than it is today. Kila mtu anaweza kuwa na gari. Nilipoenda America nikiwa kijana mdogo, nikiwa 20 years old, nilikuta vijana wa 19 years wanaendesha gari. Hapa Kenya ukiwa 19-20 years unachomwa kisu, unakufa pale Keno. Umeona? Tofauti. We can get there, but you need somebody who understands how to get there. Na hapo ndio nawaomba kura yenu, na nasema karibuni Machakos, na mimi nitazunguka na mambo ni fresh na Mutua. Asante sana. Asante sana mheshimiwa, na najua kabla wa wakati huo utakuwa tuna wakati mwingine wa kuja hapo uzungumze na watu wetu, na afadhali umetueleza ukweli mchungu kwamba tutajua, tutaenda down drains na sisi ndio tutachekelewa. Amen. Tunashukuru. Asante. Asante. Tuma na Alfred Mutua, governor wa Kuria Machakos, na ni arauga nionanetie maundu maria kete Machakos, amathondekeire bara otukirwaga guku, amathondekeire bara gathondeka iganda, ageka maundu mothe, na niguo arambia kuga atiriri mauwekete miaka iyo yothe no akorwo agitongoria bururi. Ni nyuo mukumuthikiriria, na tondu ni murathikiriria aria ngiri onake mutikimuthikiririe. Good morning Uswazi. No marathi na mbere na kuga ni megugwakira nyumba, wewe na buroti na ni yako amire nduri na besha, don't worry, megukoro magikun finance 100%. No gwa kahira ka miaka 15 urikoragwo ukioya 30% ya besha iria iumanaga na broti icio, na umakoya 70%, only 15 years na iguthira oro riu. Kiri urafatara, marafatara title deed, allotment letter, share certificate, na megukoro magika maundu mothe maria marafatara hamwe na besha ciothe nigetha mambiririe project yaku. Ndukamake, ni marakira nginya mundu wambiririe gwaka nyumba. Sometimes uthia ugakora nyumba yakirwo, ndumenya ka mwene ne gukua kuire, mahiga ne mambirie gufutha, ndumenya ka mwene ne gukua kuire, amwe matikoragwo makuite, ni besha ciagire, mibango yao ikiaga kuingirana. Don't worry, megugwakira mucii, besha icio cia rent ri ni uri maneaga. Mahurire thimu namba 0729 250 507, 0729 250 507, kana 0753 416 020, 0753 416 020. Uswazi France, you dream and they make it a reality. Othie uikarethe magutaririe, usikue na haraka, si protein yako. Angalia hizo documents, ugikorwo na roya muthimu hitukire nigetha ugikira thairi ukamenya ni kiure kira thairi. Na Uswazi front ndigwiciria mena thina ucio. Na riu tukorwo tukiingira ikireka riu ringi tukorwo twina CAS wa industrialization uria egutwira atiriri anake mena mieke iriku, thirikari iraheana mbeca iriku, ni iganda iriku irahingurwo na mundu ekurumirira process iriku. Ndugathie haraya ni turacokereria. No nguririkanie ndiraugirio atongoria acio mathiaga gwika uteti magatuma ciana ciene ikorwo igikua. Okorwo ni ageheshimiwa acio thio turonire gutire mundu utari na mwana, ndende nyoro no angwiciria ni agite mwana na mutumia, magokaga na ciana ciao na atimia ao magaikara hau. Mutigetikire kurwa ringi, mutigetikire kuruithio. Okorwo ni andu acio the ateti matigakorwo makimutuma murwe mundu okage na ciana ciake na ithuĩ tugoka na citu. No angikorwo matigoka, ona inyuĩ ikarai muciĩ nigetha ciana cianyu ri itigakorwo igiitanga thakame. Gutire mutumia waciarire mwana akue ni undu wa mundu atuike mutongoria. Tugathi haraya ni turacokereria tuthie thiini wa ndunyu, na nigetha tumenye ndunyu itari atia, na nigetha tucokererie tumenye kwina mieke iriku ya mbeu njithi.